na nimekuja hapa mara nyingi, na sijakuja kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda. Nimekuja makusudi. Nimekuja makusudi, deliberate, intentional, kwa sababu mimi nataka kuondoa kasumba ya zamani ya kusemekana ya kwamba kuna watu wanabaguliwa kutoka serikali ya Kenya. We need a paradigm shift in the politics of Kenya. And that is why I want to say, without fear of any contradiction, that we are going to have a new dispensation in Kenya, where development, working together as a nation, is not going to be on the basis of what community you come from or what party you voted for. It is going to be on the basis of how much resources we have raised together as the people of Kenya using our taxes, and how all of us, without discrimination, are going to benefit from those resources on the programs, on the projects that will be rolled over across Kenya. Hiyo ndio msimamo wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie mjumbe wenu huyu Mheshimiwa Nyamita amekuja na ndugu zake wengine wengi, wakaniuliza tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani. Nikamwambia mambo haya yote tutafanya kwa sababu hapa Migori Uriri ni Kenya, na wananchi wa hapa wanalipa ushuru, na mimi ndio rais wa taifa la Kenya, na nyinyi ndio wananchi wa Kenya. Kwa hivyo serikali hii ni serikali yenu. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? So msikuwe na wasiwasi ya kwamba kutatokea na hili ama lile. We are going to work together as the people of Kenya. We are going to work together. We are stronger as a nation together. We are weaker when we are divided. Ndio nimesema ya kwamba hatutaki tena tugawanywe kwa misingi ya kabila ama siasa ya kugawanya watu. Tunataka tuungane, tushirikiane, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Tumekubaliana jameni? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa leo kuwaeleza watu wa hapa Migori ya kwamba vile tumechaguana, mimi niko tayari na serikali yetu yote tutafanya kazi na wale wote mmewachagua kama MCAs, wabunge wenu, senators wenu, governors wetu. Hawa wote ni viongozi wa Kenya na tutashirikiana na wao kupeleka mambo ya maendeleo mbele, ndio tuweze kujenga taifa ambayo sisi zote tutajivunia. The national government gave us 250 million and Migori county government put inside 250 million, and the project is on course. So as I mentioned that, Your Excellency, barabara ambayo mjumbe ametaja inaenda mpaka hiyo project. Vile aliomba lam, weka lam ifike kwa hiyo aggregation park, watu wanyatike na watu wa Uriri wapate lam. As I stand here, Your Excellency, your government and my government are working very closely to ensure that our people have markets. We have a market that was advertised and is about to be constructed at Riosiri in Rongo. We have a market that was advertised and is about to be constructed at Ranen in Awendo. We have a market that was advertised and is about to be constructed at Sibuoche in Uriri. We have a market that was advertised and is about to be constructed at Wathongeri in Nyatike, na tuko na ya Masara, na tuko ya Osingo hapa, na ya Ntimaru, na ya Kihancha. This is courtesy of the partnership that the national government has with the county government for the sake of our people. So many people may be talking about our differences. Governments never have differences. Individuals may have differences, but governments belong to the people and must serve the people without discrimination. So I am here in my official capacity to seek strength from God.
and also to ask Your Excellency to be strong. Vile Mheshimiwa Nyamita alisema haukupata kura hapa, wewe ndio rais wa watu wa hapa. Na hao watu wakikuomba, wanakuomba kama wanaomba rais wao. Kwa hivyo sisi tunakuomba, eneo tuko hapa, Waluya wako wengi sana. Wakati kuna nafasi ya ajira hapa Kenya, usiangalie jina ya Wajaluo pekee, angalia jina ya Waluya wa hapa pia. Ukipata Omondi, huyo Omondi anaweza kuwa Mjaluo, unaweza pata Onyango, lakini hapa tuko na Waluya wengi. And in your department that talks about inclusivity, please, when you are recruiting teachers, I know my brother Machogu is here, remember the Luyas, remember the Somalis, remember the Kurias, remember the Subas and the Jaluos, so that we are diverse Migori where everybody is moving forward together. Your Excellency, kwa sababu leo ni siku yako, sitaki kusema mengi. I just want to tell you that the Constitution, as you designed and I designed when we were demonstrating for it, that Constitution envisaged a situation where the president of a nation may be of a different political party like it is today, and the governor of a county is of a different political party as it is today. But these are people's government, and for the sake of implementing the Constitution, let us create a culture of working together irrespective of our political parties and our political differences. These people have no time to waste. They need money, they need food, they need employment, and they need growth. With those very many remarks, Your Excellency, sitaki kukupotezea muda, nataka kukualika sasa. Tulikuwa na matatizo ya upungufu wa walimu. Ndio sababu kama serikali, hatua yetu ya kwanza nikaweka jopo ambayo ilitengeneza mambo ya elimu. Sasa matatizo yote tulikuwa nayo ya CBC tumeyatatua. Sasa tuko na mpango na taratibu ya sawasawa inaendeshwa na Mheshimiwa Ezekiel Machogu ambaye ni waziri wetu wa elimu. Na ndio ni sababu hiyo hapa Migori from January, kutoka Januari mpaka saa hizi hapa Migori tumeajiri walimu 1368. For the first time in 1 year in the history of Kenya, that number of teachers have never been hired by any administration. Na ni kwa sababu tunaamini ya kwamba elimu ndio inatupatia usawa. Elimu ndio inafanya mtoto wa tajiri awe sawa na mtoto wa maskini. Nyinyi mnanielewa? Na ndio sababu mwaka huu tumepitisha the biggest budget on matters education, because education is the one that equalizes the fortunes of all our children irrespective of their financial background of their parents or financial backgrounds of their communities. Sisi wote tunatembea pamoja. Vile vile tumebadilisha pia mfumo wa vile watoto wetu watasoma katika TVET na university. Pale nyuma watoto wa jamii ambazo wako na mapato ya chini wengi walikuwa hawaendi TVET, hawaendi university kwa sababu kulikuwa na matatizo. Universities zetu, TVET zetu ilikuwa na matatizo mengi ya madeni. Na ndio sababu tumebadilisha sasa, hatutakuwa tunapatia pesa university waamue vile watafanya. Hapana. Tumebadilisha sasa, tutakuwa tuna identify kila mwanafunzi tunampatia basari. Ndio aende asome tukijua huyu mwanafunzi atasoma na atamaliza shule. Tunaelewana jameni? Na katika hiyo mfumo tumesema wale watoto wa kutoka jamii za mapato ya chini tunawapatia 100% scholarship. Lakini watoto wa William Ruto na huyu Ochilo yako na huyu Nyamita, kwa sababu tuko na mshahara, watapatiwa 70%, hiyo ingine sisi tulipe kwa sababu tuko na mshahara. Iko makosa huyu gavana akilipa pesa ya mtoto yake kusoma? Si yako na mshahara na pesa? Na mimi nikilipa iko makosa?
Sasa hiyo ndio story. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Vile vile, na ndio nilikuwa nataka niseme, ndio tuelewane vile tunaendelea pamoja. Kwa sababu kuna watu wengine wanalalamikia ati mbona serikali imesema kuna watoto wataenda university na watalipa sehemu kidogo. Na nimesema yes, kama wewe uko na mapato ya juu, iko haja gani sisi kurundika madeni kwa university, na hiyo madeni inaharibu university, inaharibu masomo yetu, na sisi wengine tuko na uwezo wa kulipa. Hata saa hizi watoto wetu ya hawa wadosi mnaona wameketi hapa mbele, wamepatiwa maji ya kunywa. Watoto wao wanasoma katika academy, wanalipa shilingi 1,100, 1,200. Kama mtu anaweza kulipa 1,200 mtoto akiwa secondary school, akiambiwa alipe 30,000 mtoto aende university, iko makosa? Bana. So hiyo ndio maneno. That's what we want to do.